Nataka nizungumze kwa dakika kidogo, nitege sikio mara moja. Unaposema kwamba walokole ni maskini kwa sababu hawafanyi kazi, unasema uongo, sio kweli. Sasa nataka nikupe mfano. Tulisoma katika kitabu cha Mathayo 6 kwanza ule mstari wa 24. Biblia inasemaje? Biblia inasema kwamba hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana wawili, maana atamdharau huyu na kumpenda huyu, atashikamana huyu na kumwacha mwingine. Ukisoma 25 anasema huwezi kumtumikia Mungu na mali. Au msemo unaosema kwamba asiyefanya kazi asile, haimaanishi kwamba watu wasifanye kazi, hapana. Lakini kuna watu ambao wameteuliwa specifically kwa ajili ya kufanya kazi na kufanya kazi ya Mungu. Kwa mtu yeyote aliyeitwa na Mungu kufanya kazi na Mungu, anasimama kwenye ofisi ya kimungu, huyo kazi yake ni kufanya kazi ya Mungu. Kwa huwezi kugeneralize watu wote kwamba watu wote wasifanye kazi, hapana. Kuna watu watafanya kazi kwa ajili ya kuwalisha watumishi wa Mungu. Lazima waende ofisini waje kuwalisha watumishi wa Mungu. Lakini kuna watu ambao ni specifically kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hao lazima wabezi kwa kazi ya Mungu. Huwezi kuwa kwenye madhabahu unaniambia mimi niko kwenye madhabahu afu nikauze samaki kule barabarani, hapana. Kama hilo kwako hauwezi kunielewa kwamba mimi kama mtumishi wa Mungu siwezi nikasimama kwenye madhabahu kufanya kazi ya Mungu alafu nikaenda kufanya biashara samaki, kufanya biashara minada au dukani, mimi siwezi. Kwa sababu najua ninaishi kwa sababu ya Mungu. Na Mungu anasema kwamba ukimtumikia Mungu naye ukifanya yake na atafanya kwako. Kwa sababu ukishuka kule chini kwenye hiyo kitabu cha Mathayo 6 anasema tazama ndege wa angani, hawalimi wala hawana ghala lakini wanakula. Anasema kama Mungu anawajali hao, sisi je, si zaidi? Sasa kwa nini wewe unasema kwamba walokole ni maskini? Walokole sio maskini, sisi tunafanya kazi ya Mungu. Na kama unaona kwamba ni maskini wa kimwili lakini sio wa kiroho. Kama unabisha, fanya kazi zako hizo. Mwisho ni finali. Tutaonana wapi? Je, utakwenda kupeleka mbinguni zile kazi za duniani ulizokuwa unazifanya, au utapeleka mbinguni matendo mazuri na kazi ya Mungu uliyofanya duniani? Vijana wengi hawajui neno. Sio vijana, watu wote wengi hawajui neno. Unamwambia hivi, unaweza kunipa kifungu chote kwenye Biblia? Hajui, na kama sijui. Lakini kazi anafanya. Sasa je, hiyo kazi anayoifanya duniani ndio kazi atakayopeleka mbinguni? Kama Mungu anafanya ni kwa tajiri sana duniani, nilikuwa nafanya biashara? Hapana. Mbinguni kitakwenda kitu kicho kitakatifu. Maana ukifanya kazi ya Mungu lazima uwe mtakatifu. Sasa basi, final ni kwamba aliyoitwa kufanya kazi ya Mungu hataki kufanya kazi ya duniani. Umeitwa kuwa kuhani wa madhabahu. Huwezi kuwa kuhani wa madhabahu ukaenda kufanya udalali, ukaenda kuwa fundi. Utaniambia mbona Yesu alikuwa fundi ujenzi? Yesu alifanya kazi ya baba yake, na alifanya kazi hiyo kabla hajaanza kazi rasmi iliyomleta duniani. Baada ya kuwa amefanya kazi rasmi iliyomleta duniani, hakufanya kazi nyingine. Alisimama kwenye kazi ya ukuhani mpaka kaondoka kwenda mbinguni. Kwa mtu aliyeitwa na Mungu specifically kwa ajili ya kazi ya Mungu hawezi kupambana na kuuza maduka, kujenga majumba, kwenda kwenye biashara za nini. Hakuna. Maana yake utafuta wakati mtu anahitaji umhudumie, umuombee, alafu wakati huo unauza duka. Hivi inakuja waache watu wanaofanya kazi wafanye, anayejisikia kufanya kazi ya Mungu afanye, ambaye anajisikia kufanya biashara afanye. Lakini wewe ambaye ni tajiri wa kimwili usidharau walokole kwamba walokole ni maskini. Sisi ni maskini wa kimwili lakini kiroho ni matajiri. Finali mbinguni utaleta biashara unayoifanya na sisi tutaleta kazi za Mungu tunazofanya. Alafu tuangalie nani atakwenda mbinguni. Je, ni mimi au ni wewe? Asante sana.